Bwana, mambo vipi? Mimi naitwa Shams TZA, mzee wa Get to Know, na leo Get to Know inakuja kisports. Tuko na mchambuzi wa football economy bwana Biko Skanda kutoka Mjengoni, Clouds FM na Clouds TV, Clouds Media kwa ujumla. Bwana, inakuwaje bro? Kama kawa. Mambo yanaendaje? Mambo mazuri. Mfungo kama kawaida. Ya ngapi leo? Hivi leo ya ngapi? Mimi sihesabu. Hesabu zinaenda. Zibaki 12, 13. Yeah, for sure. Bwana, katika hali ya kawaida duniani sasa hivi, current situation ambayo inaendelea ni kuna mapigano baina ya Iran, Israeli na Marekani wanapigana na Iran. Lakini katika football mwaka huu tuna tukio kubwa ambalo tunalitarajia sisi wapenzi wa soka kwa ujumla duniani, ambao ni World Cup 2026. Kutokana na ambayo yanaendelea, tunajua wote kwamba Marekani ndo atakuwa host, anatarajiwa kuwa host wa World Cup 2026 na Iran pia ni miongoni mwa washiriki kama sikosei wa World Cup. Yes. Katika biashara ya soka hivi tunaiona World Cup ya mwaka 2026 endapo haitoahirishwa au wakisema wanaifanya kwa muda ambao inatarajiwa kuifanya, itaenda sawa sana na World Cup zilizopita au kuna namna kama tunatarajia itashuka au itapoteza mvuto? Mpaka sasa hivi kwanza World Cup bora kuliko zote ambayo Sepp Blatter alisema ni World Cup ya South Africa. Ilikuwa ina amsha kubwa sana, lakini baadaye wakaja wakasema World Cup ya Qatar. Lakini nikwambie World Cup ya Marekani huenda ndio ikawa World Cup mbovu kuliko World Cup zote ambazo zimewahi kufanyika. Kumbuka Marekani waliandaa World Cup mwaka 1994. Sasa kwa hali ilivyo katika uwanda wa diplomasia, Marekani na Israeli wamemvamia Irani. Lakini mwaka 2022 Urusi alimvamia Ukraine. Urusi alivyomvamia Ukraine, right away FIFA, UEFA mashirika mengine mashirikisho yaliingilia kati na kumfungia Urusi kutoshiriki michuano ya kimataifa katika jumuiya za kimataifa. Lakini wakaenda mbali mpaka wawekezaji wa Kirusi waliokuwa wanawekeza katika mpira na wenyewe walikutana na hiyo kadhia. Kina Roman Abramovich, uliona Chelsea pale aliondoshwa. Sasa Marekani wameivamia Iran. Iran haijaanzisha mapigano. Ndio. Marekani wameivamia Iran. Iran amefuzu kwenda kombe la dunia hili la mwaka 2026. Lakini ukitazama situation ilivyo, kwanza double standard ya FIFA. Marekani anaanzisha vita, Marekani amemteka Maduro lakini hajafungiwa. Marekani ameenda kumuua Khamenei, hajafungiwa. Umeona wanalazimisha. Lakini kwa hali ilivyo katika diplomasia, ukimwona Spain ana push anazingwana na Marekani anamwekea vikwazo. Ukimwona namna ambavyo Iran anafanyiwa, kuna uwezekano World Cup hii FIFA wanalazimisha tu ifanyike Marekani. Sio tu wanalazimisha ifanyike na Marekani awepo. Lakini sio Marekani tu pekee ambayo ina sura mbaya katika uso wa dunia kwa sasa, pia nchi ya Mexico kule kwa El Mencho, na penyewe pia hali yake sio nzuri. Kwa ujumla World Cup ya mwaka 2026 ni World Cup ambayo ina vitu vingi vya sintofahamu ambavyo FIFA wanajitahidi kulazimisha kuifanya ifanyike na ionekane nzuri, lakini ndio World Cup ambayo ina maandalizi ya sintofahamu mengi mpaka leo zibaki siku 98, lakini bado World Cup hii ina sintofahamu nyingi kwamba Iran anaweza shiriki, Iran akitoka atashiriki nani, atashiriki Iraki sintofahamu ambazo hazileti mvuto katika soka. Kuna zile ambazo zina mambo ya nje uwanja ambayo yanaleta mvuto katika soka, lakini haileti mvuto katika soka. Umezungumza vizuri. Ni kwamba sasa hivi hatuzungumzi World Cup viwanja, hatuzungumzi ubora wa wachezaji ambao wanakwenda, hatuzungumzi vikosi, si ndivyo? Tunazungumza hali ya diplomasia ambavyo ipo katika dunia. Ukiangalia sasa hivi Uingereza amemnyima Marekani bezi zake kupigania. Ukiangalia Spain amemfukuza Marekani kwa kutumia bezi zake. Kwa hiyo na hayo ni mataifa ambayo yanashiriki kombe la dunia. Kwa hiyo huenda waka boycott kombe la dunia wasishiriki, na walikuwa wana mpango huo. Yes, kufanya kwamba wasishiriki kombe la dunia kutokana na mambo yanayoendelea. Bwana mtaalamu kazungumza, mimi sina hata cha kuongeza hapo juu. Naona kama nitaaribu maneno yote ambayo mtaalamu hapa ameongea,
Hii ni Get to Know, tulikuwa na brother Biko Skanda. Follow for more. Hala.